nimpongeze tajiri Mohamed Mo kwa usajili aliofanya. Kama kila siku tunapofanya interview huwa nawaambia kwamba usajili wa safari wa Simba ni usajili mkubwa na ni usajili mzuri, kwamba wengi watalia usajili huu wa klabu bingwa. Nafikiri mmeona mpira leo, Simba imebadilika. Simba sio ile tulizoea kucheza mpira nyuma mfupi. Leo Simba yote imechangamka, kila mchezaji unakuta anakwenda spidi, kila mchezaji anaulilia apate mpira. Sawa, goli 3 hizo zinapatikana, tunashukuru kwa hilo. Dennis anafunga 2, anatokea bench kamba 2. Anafunga kamba 2 kutokana na wachezaji waliosajiliwa safari hii wanaendana na type yake, kama mipira imefika kwenye sehemu sahihi, na ndio maana anafunga, na ndio maana amefunga goli 2. Kiwango alichokionyesha ile Mpanzu kwa siku hii leo unakizungumziaje? Mechi za hivi karibuni ameonekana kiwango chake kama kimeshuka. Leo alivyocheza unamzungumziaje Mpanzu? Mpanzu ni mchezaji mzuri. Mpanzu ni mchezaji mzuri, ameonyesha kiwango kikubwa zaidi, na nafikiri tunatarajia kuonyesha kiwango kikubwa zaidi ya pale, kwa sababu siku nyingine yule mwanadamu mwili huwa unaamka vibaya, lakini nasema leo ameonyesha kiwango kikubwa na tunatarajia kuonyesha kiwango kikubwa zaidi hichi ataonyesha leo. Mwalimu wenu alikuwa anamsema kwamba hana vyeti, leo hii mpira wake umeuonaje? Mimi niliwaambia kila siku watu wanawaambia kwamba mwalimu, haya ni maneno ya watu wa Yanga, maneno ya Kariakoo wayaache. Mwalimu hana vyeti vipi? Amekuja na Gaborone amesimama, tumemkuta yeye anaongoza timu. Haya, hana vyeti leo, si yule pale anaongoza timu, si yuko amesimama pale anafundisha timu. Hata wanataka vyeti gani? Wanataka vyeti gani watu wa Yanga? Watu wache Simba hii, safari hii tutakuwa tuna furaha sana. Lengo letu ni kufika fainali ya klabu bingwa na kulichukua kombe la klabu bingwa, kwa sababu tuna hamnalo. 74 tulifika nusu fainali, miaka kadhaa hatujafika kombe ile fainali. Safari hii tunataka tufike fainali na tubebe kombe. Nini kimebadilika ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba baada ya ujio wa mwalimu mpya? Kilichobadilika kwanza uchezaji. Unakuta kabisa wachezaji wanacheza wana tight marking muda wote, wanakimbia kwa wakati wote, wanafanya processing ya mpira vizuri, wanafanya penetration vizuri, na muda wote kwenye box la adui. Adui hasogei mbele, na wakati wote mpira unacheza kwenye box la adui. Hilo mimi nasema nimshukuru mwalimu Pantev, na aendelee na kasi ya kocha wa viungo, aendelee na kasi hiyo, kwa sababu tayari nafikiri taarifa mwalimu wa viungo hakwenda kule, na nafikiri tayari pengine ameshapewa mkono kwa heri. Kule amekwenda ile kocha wa Zanzibar, yule Mzanzibari amekwenda kule, na unaiona kabisa timu ina spirit. Kwa hiyo aongeze spirit zaidi. Wilson Nangu anapata nafasi katika kikosi cha mwalimu Pantev, anafunga. Unaweza kusema moto umewaka zaidi ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, kila mtu anafunga kabisa. Usajili wa Wilson Nangu na usajili wa Yakubu ni usajili bora kabisa. Jicho la tajiri, jicho la mwalimu alioondoka Fadlu limeona kabisa, kwa sababu tulimuona Wilson Nangu mechi ya kwanza kabisa anacheza ligi kuu, anacheza na klabu kubwa ya Young Africa, na wao ndio wanasema wenye muunganiko sawa, aliweza kuwazuia na kupata goli. Kwa hiyo usajili ule ni usajili bora kabisa. Unaona leo amepewa mechi, amecheza vizuri, utafikiri ndio kama pengine ni mtu ana uzoefu zaidi ya miaka 3 au miaka 4, lakini ndio mara ya kwanza anacheza mechi kubwa kama hii, na amecheza vizuri kabisa, na nafikiri ndio anakuja kuchukua namba ya timu ya taifa kabisa. Musa bin Kamara kwa siku ya leo hakuwepo kutokana na majeraha. Golini Yakub Suleiman, kuna mashaka yoyote tunaweza kusema umeyaona? Hakuna mashaka yoyote. Hata juzi niliongea TBC kule, hata juzi jioni niliongea TBC, niliwaambia, niliulizwa swali kama hilo, nikawaambia hakuna wasiwasi. Musa bin Kamara golikipa bora na Yakubu ni golikipa bora. Kutokwenda kwa Musa Kamara hakuna shida. Kwenye milingoti mitatu Tanzania 1 anakwenda kuilinda milingoti, na kweli ameilinda vile tumeona. Mtani wako siku ya jana amepoteza mchezo, safari ya Young Africans kusonga mbele, unaiona? Sioni kama kuna uwezo, sioni kama kuna uwezo wa Yanga kusonga mbele. Yanga ndio uwezo wao wa kuishia mechi raundi ya pili. Sawa, nasema hivi, hata juzi nimeongea TBC kwamba Yanga waache kuishi kimatumaini, waache kuishi kwa matumaini. Wanakwenda kufungwa, na kweli wamefungwa jana, kwa sababu ukiangalia Young Africa pengine wao wanashindwa kujielewa. Young Africans wachezaji wameshachoka, wamecheza ndani ya miaka 4, wachezaji tayari mili ishachoka. Wanatakiwa sasa hivi na wao wajitafute, wao mwaka wa 5. Hata sisi tulipocheza kina Chama ndani ya miaka 4, ilipofikia mwaka wa 5 tulianza kupata shida kama hii, tukaenda tena kujitafuta. Sasa tumeanza kuwa vizuri, na wao sasa linakwenda anguko la kwao, anguko lao linakwenda anguko, linakuja sisi chipuko letu, wasubiri kilio. Kuna baadhi ya video zilikuwa zikitrend zikimuonesha kocha Dimitri Pantev, Selman Matola wakipiga control. Inamaanisha kwamba sasa hivi safari hii Simba kuna watu wa mpira kweli kweli.
kabisa, kwa sababu Selemani Matola alikuwa namba 6 wa timu ya taifa, namba 6 wa timu ya Simba, na wakati anacheza aliifikisha timu kwenda kwenye makundi sawa, na kumtoa bingwa Selemani Matola kwa namba 6. Tunaitoa Zamalek ya Cairo, Selemani Matola akiwa kwenye kosi kile, na pia amecheza Super Sports. Kwa hiyo na mwalimu vile vile amecheza timu ya taifa ya Bulgaria na alikuwa mchezaji wa timu ya ligi ya Bulgaria. Kwa hiyo mimi nafikiri safari hii control imefika mahala kwake.